Ngwata Ndai, jina ambalo siku hizi likitajwa katika jamii ya Wakikuyu linaacha wengi wakiwa vinywa wazi. Hii ni baada ya ufafanuzi kulingana na haswa ni kipi kinachoendelea katika chama hiki ambacho kinaaminika kinatoa mafunzo ya kitambo ya Wakikuyu. The Ngwata Ndai Group, a cultural revival or a dangerous cult, I ask. Ngwata Ndai is a cultural group that claims to promote Kikuyu traditions through art, education, and social problems. Na leo tunawapa mambo ya ndani kuhusiana na chama hiki cha Ngwata Ndai. Ama niseme kwa lugha ya Kikuyu, umuthi turamuhe Úthúthúria wa Kiama kia Ngwata Ndai. The group was founded in the year 2015 by Michael Kimani Charagu and Kamau Kirige, who are also known as Mutari, the high priest, or the advisor in the Kikuyu community, and Mbogwa wa Mombi, respectively. The name Ngwata Ndai means solve the riddle in Kikuyu dialect, and the group says that its aim is to solve the social problems affecting the Kikuyu community, such as alcoholism, adultery, and loss of cultural identity. The group holds meetings on the first and last Sundays of every month, where they worship the Kikuyu god Mwene Nyaga while facing MT.KENYA, and then engage in various activities for adults and children. However, the group has also been accused of being a cult that promotes female genital mutilation, FGM, discourages members from using modern technology, and instills fear and obedience in its followers. The group has allegedly caused family conflicts and disintegration, especially for women and children who are subjected to FGM or forced to abandon their education and careers. The group has also been criticized by the church and the government for misleading and endangering its members. The group has denied the allegation and said that it is a legal and peaceful association that respects human rights and the law. The group has also said that it does not impose FGM or practice strange rituals as reported, but rather educates its members on the benefit of circumcision for both men and women. The group has also said that it is open to dialogue with anyone who wants to understand their culture better. Mkiniruhusu nibadili dimi na nitumie lugha ya Kiswahili kwa hili. Nikikuuliza tu, kawaida Mswahili anatuambia muacha mila mtumwa. Lakini niulize, wewe unadhani ya kwamba kuzingatia mafunzo ama mataro yanayotokana na chama cha Ngwata Ndai tunakuwa tunazingatia mambo haswa ambayo tulikuwa tumeacha kitambo? Ni jambo ambalo tunapaswa kuwa tukilisifia na kuweza kulilaki na kulipa mkono kwa sasa katika hii karne ya 22 ambapo tulipo. Aswasi karne ya 22 tena, tupo katika karne ya 23. Ni jambo ambalo tunapaswa kuwa tukilipa mkono kwa wakati kama huu. Kumbuka majuzi kulikuwa na mambo mengi kwenye mitandao ya kijamii kulingana na wasanii wa Kikuyu, ikisemekana wengi wao wamekuwa wakijiunga na chama hiki cha Ngwata Ndai, na pia wamekuwa wakifanya mambo ambayo yamekubalika na chama hiki, ikiwemo kuoa bibi wawili, kuweza kupeleka bibi zao waweze undergo the knife na mambo mengine kadhaa. Majuzi nikamsikia Bishop JJ Gitahi akiongea katika hafla ya ukumbusho wa mazishi ya mwenda zake mwimbaji wa nyimbo za kigosho hapa nchini Kenya na katika jamii ya Wakikuyu, Mohiko Nepsta, akisema ya kwamba kuna tofauti ya UNDUIRE na Ngwata Ndai. UNDUIRE ni kuendelea kuishi. Na ili ni jambo ambalo tunapaswa kulikubali ya kwamba kuna mambo mengine tutayakubali yakiletwa kwetu, ila kuna yale ambayo hatutoyakubali. Maana wacha nikuulize swali. Leo Ngwata Ndai inalaumiwa na wengi, inaelekezewa kidole cha lawama na wengi.
Lakini Ngwata Ndai inasema unaweza oa bibi zaidi ya wawili na unaweza kuwa mtu ambaye unaheshimika katika jamii kwa mambo kadhaa ambayo wanayaunga mkono. Ila huyo mzungu alikuja na akatuambia kuoa bibi wawili si jambo ambalo linakubalika katika jamii. Lakini akatuarifu na akatusisitizia sana kuoa mwanaume mwenzako ama kuoa kwa jinsia moja si dhambi. Wewe ni kipi ambacho unakiona ni cha maana? Kufuatia Ngwata Ndai ama kufuatia mafunzo ambayo yanatokana na westernization ya nchi yetu ya Kenya na pia jamii yetu ya Wakikuyu? Swali ni kwako. Hapa ni ndani ya FM Show KE, usibanduke kabla hujapata kusubscribe.